37 verse 25. It became my favorite verse when I was much younger, because sija komaa sana, sija kuwa mzee. Wanaitangwa kikongwe au kinaitwa nini? Yule mzee yule, na si kibogoyo kiko si tuko bali sana na Kiswahili So it became my favorite verse when I was about 20 years ago. Hata nilikuwa nauliza kwa kanisa nikihubiri. Kuna siku moja nilihubiri another church other than Redeem wakati huo nilikuwa much younger. Nilikuwa nauliza, na Daudi akinena haya maneno alikuwa umri gani? And even in the morning I was just researching kuona Daudi akiongea haya maneno alikuwa na umri gani. Kwa nini nasema hivyo? Our bishop yeye ni mtu wa deliverance, kubomoa madhabahu na kufundisha. Lakini kama mimi kuna ile grace Mungu amefanya nini? Amenifanyia. Alright? Natumika kule kumshikilia na ili akaweze kueneza kile Mungu amefanya nini? Amempatia. Lakini saa ile niliambiwa nakuja hapa. Mimi sikuona ati kuna madhabahu sasa nije ati nianze kubomoa. Kile Mungu aliweka kwa roho yangu ni huu mstari, na ndio tutaenda naye pole because I qualify at my age now. I qualify kuongea hii mambo Daudi alifanya nini? Aliongea. Alright? Because unaona sasa mtoto wa Sunday school akianza kusema I was young, unaona haiwezi kuingia. And now I want, as we read this verse, tuone vile Mungu atatusaidia. Because ukiangalia katika ulimwengu na especially Kenya, watu wamepoteza tumaini. Sijui kama hapa mnasema hakuna pesa, hakuna nini. Hata kule kwetu nafanya biashara ndogo ambao sikusema ni gani na mwezi uliopita nilitoa pesa mfuko ya kulipa nyumba na hata ya kulipa nini? Mshahara. Alright? Kwa hivyo mambo si rahisi vile. Hata hapa Namanga nimeona mambo sio rahisi vile. Nilienda kwa kinyozi nikaona kunyolewa ni shilingi 70 mtu mzima. Kule kwetu ni 250, 300 Si ni kuonyesha mambo hapa si mazuri vile. Na sasa sababu ya vile nimetembea na watu, wengine wanarudi nyuma, wengine wanashindwa na kwenda na safari, na wachache tu ndio wanabaki kwa safari. Nikaona tukuje tuhimizane. Bwana asifiwe sana. Namwambianga Pastor Dongo, mimi ni mtu ya online. Vitu vingi vyangu mimi siendagi kwa maduka. Nanunua na nini? Nanunua na simu. Na kabla sijanunua redio, kabla sijanunua saa kama hii, kwanza kuna kitu kinaitwa review. If you want to buy something online, lazima ufanye utafiti kidogo. Ujue wale walinunua hapo mbeleni wanasemaje kuhusu hiyo nini? Hiyo chombo. Inaitangwa review. Ukienda kwa Jumia au Kilimall or any other platform ya online, utaona kuna kuanga na reviews Watu wanasema nilinunua kikaharibika na siku moja, nilinunua na sasa nataka kuendea ya pili. Bwana asifiwe sana. Today I'm here nikiwa nimereview uzuri wa Bwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Niko na uhakika ati nimetembea na huyu Mungu. Bwana asifiwe.
ati ukimuishia, ukidumu ndani yake, Bwana asifiwe, hutapata shida yoyote. Bwana asifiwe sana. So I'm here to commend God to you, my God to you. Ati ukianzana naye, hata kama mambo yanakuwa magumu namna gani, yeye hawezi kufanya nini? Hawezi akakuacha kamwe. Na diposa Mungu aliniongoza kwa hii mstari wa Zaburi 37:25. Na sina ya Kiswahili lakini nitasoma na Kizungu, lakini tutaweza kuendelea. Na nitasoma sasa. David said, I was young, and now that I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. Bwana asifiwe sana. That is a wholesome verse. Ni kandogo, lakini Daudi anaelezea safari yake na Mungu, akiwa mtotoni, akiwa mzima, na sasa alikuwa naongea. Kusema kweli alikuwa na karibu miaka kama yangu. Daudi hakukaa miaka mingi sana. Niliangalia nikaonekana hakuwa na miaka mingi sana. Haya mambo ni kama alikuwa anafanya akiwa about 60 plus or kitu kama hiyo, sitaki kutaja ni ngapi. Sasa Daudi alikuwa akiongea already, akikomaa kwa umri. Kwa hivyo alikuwa ametembea na Mungu akiwa Sunday school, akatembea na Mungu akiwa teen, akatembea na Mungu akiwa youth, na wakati huo sasa alikuwa naongea, not newly married, not the latest couple in the city. Alikuwa naongea sasa akiwa mzee. Na wacha nikwambie, mtu kama amekubali, unajua nilijua mimi ni mzee na watu gani? Na watu wa matatu. Sasa ile niliona wameanza kunipatia heshima kidogo hivi, ati mzee songa kidogo, nikaona lakini sio watu wengi wanajiita nini? Wanajiita wazee. Lakini sasa naongea sasa kama vile Daudi alikuwa naongea akiwa mzee. Alikuwa ameona, kusema kweli. Na unajua food is everything. Ukisikia mkate is everything. Sasa kichwa cha message yangu ni God's faithfulness never fails. Ati uaminifu wa Mungu haiwezi kufeli, ni huwezi kushindwa hata siku moja. Huwezi ukakosa Mungu sababu ya uaminifu wake. Na nilikuwa naangalia uaminifu ni kitu ambaye I'm saying here, uaminifu, God's faithfulness is proven over time. Mtu faithful, hata vile mmesema ati niko mzuri, mchungaji reverend na pastor, unless tutembee kidogo, unaweza nimesikia tu umesema rafiki, na vile unasikia nikiitwa logistics, lakini tukitembea na wewe kwa muda ndio utajua nini uaminifu wangu. Lakini mkiona na mtu siku ya kwanza, huwezi ukajua kama huyo mtu ni mwaminifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo naongea hii maneno nikiwa na authority, vile hata mimi pia kama Daudi nimetembea na Mungu. Bwana asifiwe sana. So nimesema hapa, number 1, faithfulness is proven over time. Sio kwa dakika 5. Ni kama vile Pastor Henry amesema, tumekuwa na yeye, niko na hivi, niko mpole, sina mdomo kubwa, lakini nimemwambia nilikuwa naye nikiwa kijana. So David was reflecting a lifetime journey with God faithfulness is not just for a time, for a moment, but it is seen through seasons of life. Uaminifu wa Mungu utaujua tu ukitembea naye kwa muda mrefu. Unaona, hapa alikutoa, hapa alikujengea. Kama sasa vile Reverend amesema, alikuja hapa akiwa kijana na ametembea na Mungu kiwango fulani. Sasa naweza kuencourage wale pastors wanaonekana young kama hawana Mungu, okay? Sababu kile hakuwa naye sio Mungu, kile kitu alikuwa nakosa sio Mungu, ni bibi, ni mke.
ndio alikuwa amemkosa. Kwa hivyo sasa yeye ametembea, na ndio umesikia amejaribu kuelezea kidogo. Sasa naye Daudi alikuwa ametembea na Mungu, sababu faithfulness utaprove juu ya kukaa. Hata hawa watu nilikuwa nasema hizi vyombo, nasikia mnataka kununua sijui speaker moja na najua mtanunua ile mmesikia iko sawa. Hamwezi kununua yoyote, mtaambiwa mnunue hii au mnunue ile. Kwa hivyo nami nataka kumwelezea huyo Mungu tusimuache kamwe, sababu yeye ni mwaminifu. Hata tukiwa kama kanisa nasikia kunatakikana ploti, kuna hii, pengine mnataka hiki na kile, ni kutembea na huyo Mungu. Sababu yeye ni mwaminifu na yeye hata kubali mkosa chochote. Kwa hivyo nimesema namba 1 ni kusema tu faithfulness is proven over time. Na that's why now David was talking after having walked with God for some time. Ukiangalia hiyo kitu kingine inasema righteous never forsaken. God stays close even in trials. He may not remove the storm, but he walks with us. Isaia, tukisoma kama Isaia 43 verse 2, because unasikia Mungu hataondoa ile shinda. Zile shida ziko bado sitabaki, lakini Mungu atatembea na sisi kwenye hizo shida, atakuwa pamoja nasi. Sijui kama mmeshawahi sikia ile illustration inasema kuna mtu ambaye alitembea na Mwenyezi Mungu na alikuwa naona footprints dungu zinaitwa nini? Hatua. Alikuwa naona hatua wakitembea na Mungu 2 pairs. Alright? Anaona hii ni yake na hii ni ya Mungu. Lakini anaona kuna wakati mwingine alikuwa naona 1 set ya hizo hatua. Na wakati huo ndio shetani alikuwa amewaka, mashida ndio ilikuwa mingi sana. Akamwambia Mungu, sasa Mungu, mbona ukaniacha wakati huu nilikuwa, shetani naye alikuwa ameinuka. Unajua Mungu alimwambia, hizo hatua unaona sizo zako, hiyo ni yangu Mwenyezi Mungu, nilikuwa na kubeba. Sababu ningekuachilia hungeweza kutembea. Kwa hivyo tunasema ni hiyo uaminifu wa Mungu. Dhoruba zinaweza kuwa huku, unaweza kuwa na shida, lakini Mungu atatembea na wewe. Na diposa hii Psalm 43 verse 2 inasema hata ukipitia kwenye maji, wacha niseme na Kizungu, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they will not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned. The flames shall not consume you. Huyo ndiye Mungu yule nataka kurecommend kwenu. Niseme hamutakiwi kitu kingine. Hamutakiwi muganga. Alright? Hata ile kitu tumeleta na hiyo tenti kubwa, sio kitu kingine, ni Mungu. Sio hiyo hema. Bwana asifiwe. Si mafuta, ni Mungu mwenyewe. Sababu hata kama haondoangi dhoruba, haondoangi shida, lakini anatubeba. Alright? Anatubeba, anatembea nasi hata wakati wa shida. Bwana asifiwe sana. Tena number 2 nimesema he never forsakes the righteous. Okay, mtakatifu hawezi kuachiliwa. Number 3 inaongea mambo ya God's provisions. Yaani ukarimu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Inazidi wewe, inaenda mpaka kwa generations zako. Bwana asifiwe sana. Hiyo na nasema ukisikia all their children begging bread. Bread ni summarized. Ati ukiwa na sasa hata uwe na watoto, yani righteous, mtu ambaye ni mtakatifu, hata kuwa anachukua kamkebe kakuomba. Bwana asifiwe sana. Sababu Mungu anawakumbuka mpaka watoto wake. Bwana asifiwe sana. 1993 nilisafiri Uganda.
kwa mkutano ya Morris Seruro. Ilikuwa inaitwa School of Ministry. Na tulienda Wakenya wengi sana 93. Wengine hawakuenda sana ni sababu ya mkutano. Walikuwa naenda sababu Uganda, unajua after Idi Amin people wanted to go and see. Unajua hata kuna watu tumekuja nao na manga na shida yao si hivi ni waone mpa akunywe chai ng'ambo ile. Hata wengine tulikuwa tumeenda nao ilikuwa ni hao. Now there was somebody preaching anaitwa Tude Bakari. Tude Bakari was a Nigerian, na sitaki kusema mambo yake, lakini ile alisema because of committing ourselves to that meeting and giving the sacrifice that was required there, fair nini, akasema mkitoka hapa hakuna mtu atakosa mkate. That was 93. And I want to tell you before God, since 93, I don't know how many years are those. Sini karibu pastor ni kama ngapi? Over 20, over 30, karibu 40 au ni 30? 32 years. 32 years kwangu sasa, na sikujigamba ati niko tajiri. Kwangu for 32 years mkate ni sisi by choice. Ndio hatukula mkate. Bwana asifiwe. Mkate hiyo unaona mkate hapa. Kwangu pengine tukasema tutakula gouache. Tukasema nasikia heartburn. Unajua ukikula mkate sana unasikia kama kitu kinawasha ndani. We have never lacked bread. Hatuja kosa mkate hata siku moja. Sababu Mungu ni mwaminifu. Na ndiposa nikitembea na nikizungumza haya maneno, namwambia heri huyo Mungu wangu. Bwana asifiwe sana. Heri huyo Mungu mmemwamini. Bwana asifiwe sana. Now tuseme na kuwa mtakatifu tunasema ni nini? Sio vile kuwa perfect. Bwana asifiwe sana. Siwe malaika hapa ulimwenguni. Hiyo inakujanga na mambo ya kumrudia Mungu na kumulilia. Bwana asifiwe sana. Na kumwambia hata yale huyajui au yale ambaye haimfurahishi au ile ambayo huwezi ukatenda sababu wewe ni mwanadamu, Mungu afanye nini? Akuwezeshe. Ili kila wakati unakuwa umekubalika mbele ya nani? Mbele ya Mwenyezi Mungu. Si kitu ambao kitakugharimu pesa. Si kitu kinatakiwa uwe na maso kama kashosho kangu kananiambia kako na muscles na kamkono ni kama hii kidole, lakini kananiambia kako na muscles. You don't need that. You only need kumkaribia na kumfurahisha Mungu na kumwambia akuwezeshe, because wewe kama binadamu there is no way you can please God. Bwana asifiwe sana. Ni ijiri. Unajua ijiri ni kitu, sio kitu kizito. Ijiri sio kitu ya kutaka mtu ati wa mkamani au kuangalia dictionary. Hiyo utakatifu ni Mungu afanye nini? Akusaidie na ukubali bila yeye huwezi, na ukubali umefanya nini? Umemkosea, na mtembee mwenendo pamoja na Mungu ukifanya nini? Ukikaribika. Bwana ukikubalika. Bwana asifiwe sana. Now Pastor Henry ameelezea vile niko kwa ministry sababu hajui. Okay, anajua nafikiri unajua my wife anajua watoto wangu wengine lakini si sana. Anajua mjukuu wangu na mimi mwenyewe vile kule nilisaliwa, my home. My father alikuwa na wake wangapi? 2. Okay? My mother ndiye alikuwa mdogo wao wa pili. So bado aliolewa akiwa mtu mzima wakiwa wa pili. Na mimi vile niko, kile kitu nasema I commend you
mudumu kwa Mungu milele, na msijaribu kuona kama kuna mahali pengine unaweza pata usaidizi. Yani ukiwa tulikuwa watoto tuseme 14, 14 children, na nikizaliwa my mother alikuwa amejengewa nyumba ya round hivi, ni one room, okay, lakini ilikuwa mzee wa tarara pale. Si unaona hiyo nyumba, sijui kama umeshawaji nyumba kama hizo ile round ya matope na nyasi. Na mimi nilikuwa naogopa, kama vile ulikuwa unataka mtu akuchumbia, ningeona mtu ametoka nyumba ya mawe, hata singeangalia huko, singeadhubutu, sababu ya ile background ambaye tumelelewa. Hatukuwa na kitu. My father did not have anything. Me, I was educated by a brother, my late brother, because by the time nilifika kwenda secondary, my father had nothing ya kufanya nini, ya kunisomesha naye, na we had nothing. Pastor Ndongo, kama unaniona ujue ni muujiza, if you see me otherwise. Kama kuna vile unaniona unaona kama ndiko na chochote, ujue ni muujiza. Sababu mimi ni Mungu kunipenda, ni Mungu kuwa na mimi. Hata kazini ile nilikuwa nafanya miaka mingi kama 30 years. Kabla hiyo kuna mahali nilitaka kwenda kwa kampuni nyingine ya Nation Newspapers, na kuna mzungu alikuwa anaitwa Wilson, alikuwa ameongea na brother in law wa my brother, akasema ako na kijana, na akasema anachukua trainees, na akapigia huyo my brother in law, akamwambia nimechukuliwa. My interview was successful. Mimi nikakimbia, wakati huo nilikuwa naishi Limuru, nikaenda mpaka posta, saduku ya my brother sijui ilikuwa 353, kuingiza kifunguo hivi. Unajua barua zilikuanga kaki au brown. Nikachukua barua, na nimeambiwa nimefanya nini, nimepita. Kuambiwa nimepita, nikachomoa ile barua kwa ile bahasha, nikaona ni laini moja. Nikashindwa, hii nimefaulu na hiongei mshahara, laini moja ita capture everything. Nikaona hiyo laini ilikuwa inasema you are not successful, na we thank you for having shown what interest. Wale wanajua kizungu, karibu nianguke. Na already nilikuwa nimeambiwa ati nimefanya nini, nimechukuliwa. Sasa na unajua hakukuwa na hizi simu ati unaweza pigia mtu ukiwa anywhere, ni utafute call box, ukute line, mashiriki huna ya kutosha, uzilikuwa na meswa hivi Sasa nikaenda nyumbani nikamwambia mzee, my father, sasa unaona ile kazi nilikuwa naambiwa imepatikana, haijapatikana, nimepata hii nini. Sasa yule my brother in law akapigia yule mzungu, akamwambia bona ukanijanganya. Akaambia my brother, ambia kijana a report. Bwana asifiwe. Barua nimepata regret, lakini nikaambio wale watu wengine wakiripoti nifanye nini, na ilikuwa ni training. Tulichukuliwa watu I think 6, so I was the 6th one tutrainiwe miaka ngapi, 5 year college Sasa nakwambia Mungu ni mwaminifu. Dhoruba tutapitia, lakini yeye atatubeba. Nilifanya kazi na nikatrain miaka 5, na nikafanya kazi miaka 10 na regret letter. That letter was not redone. It was not edited. Na mimi ndio niliresign. Sioni Mungu. Tumpigie makofi. Sasa nitamwambia sasa muende kwa nani? Na huyo ndio najua. Nilikuwa namwambia mtu mwingine sasa, unaona pale nimefika, kuokoka kwangu sio sababu ati kuna mbinguni. Hata saa hii kukitangazwa hakuna mbinguni, bado nitamuishia Bwana.
because hayo maisha, huyo Mungu ndiye wa kupendeka, huyo Mungu ndiye wa kuishia. Bwana asifiwe sana. Yeye ni mwaminifu, our God. Hakuna mahali pengine. Ni mambo mengi sana nitendea. Na unajua wakati nilikuwa ni staff now, I'm retired kule ile formal job. Na hiyo retire, unajua watu wengine wanajinyonga au wanakufa sababu ya mabradi ile mnaita bradi nini? Blood sugar. Because hujui umesema ulikuwa night shift. Siku ile itafika ati unasikia ati wana retrench watu, sijui mnaenda, haitakuwa mtu ambaye amezoea mshahara. Eli wewe pastor. Mtu ambaye amezoea mshahara kusikia kamekatika hata kama ni house girl. Na saa hiyo tulikuwa tunakaa na watu wambaya. Watu wa ulimwengu ni mbaya. Anasema unajua kama unaenda retire na hujajenga tu nyumba hivi hata kama ni tu nyumba kama na sasa hiyo una hata plot na nakwambia unajua kama mimi nimejenga tu nyumba sasa mimi hata dikiabio niende leo niko sawa. Yani mambo mingi ulizoea ukubwa. Mimi sikuwa naenda kulipa stima, hata sikujua stima inalipwa wapi. Biru ikikuja tu ni unapea mtu tu anaenda anashughulika. Sasa unaona sasa na unasikia unafanya nini? Unaenda. Na watu unaona vile wanakuchochea. Mimi ile gani nilikuwa naye, sikujua dongo ati nikiretire ati kuna wakati na utapata nini? Gari nyingine. Lakini Mungu wangu ni nani? Nikiwa retire mambo ndio imeanza kuja. Because that is not the place of work that was supplying to me. It was my God. Pale nilikuwa nafanya kazi, it was just an avenue. Mahali ya Mungu apitie. Sababu hii kupokea bila kufanya kazi unajua haipaswi patikana. Mungu lazima akuruhusu uwekelee mikono yako mahali. Ili naye afanye nini? Akubariki. Sasa tangu siku hiyo Mungu akanipa gari nyingine. Bwana asifiwe. Tukikutana na wale watu walikuwa tunafanya kazi nao wanaanza kuniambia, na inaonekana kazi ndio ilikuwa na kufinyilia. Si unaona sasa wakiniangalia sasa wanaona, unajua sasa niko na time ya kutafuta tu Vaseline. Mpaka kidogo. Sasa wakiona hiyo Vaseline na ni ile ya shilingi 15 kale kadogo ya blue. Sasa wananiambia, "Hai, na unaonekana umefanya nini?" Na sio sababu ya Vaseline. Sio sababu ya kukaa nyumbani, ni sababu ya huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndio nimemwambia nimefanya research. Nikaona ile kama vile ukitaka kukaa vizuri ni Mungu. Kama vile tulikuwa tunasema ninaangalianga kwa online zile reviews ambazo zinaweza kufanya nini? Zinaweza kusaidia. So, I want to tell you this. Mungu wangu ni mwaminifu. Na ninafurahia sababu najua mnamwabudu huyo Mungu. Kile hakijafika ni saa zingine unakuanga na wasiwasi. Mimi umesikia mambo ya nimefanya tent ministry for this is I think the 11th year. Na nimeenda mahali kwingi. Hata like now I can't go home hata ibada ikiisha because tutakaa chini tufanye postmortem tuone ni wapi tulikosewa, mtu ya praise team alikosewa wa kanisa hili. Mambo kama hayo tuangalie. Lakini wacha nimwambie wakati Reverend tulikuwa na wewe last time nikiwa hapa na Manga. No, the time nikiwa on the way coming nilipata ka contract na nilifanya tu online. Na niliporudi kule nyumbani hii familia haikukosa mkate. Sababu huu Mungu wangu hata nikiwa hapa kuna ndeni mtu alikuwa naye tukiwa Mpeketoni. Tumetoka Mpeketoni mission. Sasa wakati tent tulipokuwa tuna dedicate the tent
ile ilikuwa Tuesday. Nikamwambia Mungu, na sasa hii nataka kuchukua simu yangu ni nini. Wednesday simu ikakuja. Akaanza kuniambia najua mimi nimekukosea sana, sichukuangi simu zako. Nikamwambia I don't take offense. Sasa ameniambia Wednesday. Aliniambia Wednesday. Na unajua tutatoka hapa Monday. Sasa nikienda na ngojea kakitu huko ya kununua mkate. Sasa unaona Sasa ndio namwambia huyo Mungu si yule Mungu ati ya kusikia, ati nilisikia nasikia sauti. Ni Mungu ambaye nimetembea naye. Bwana asifiwe sana. Na hata huyu anaweza kukuambia like my daughter aliolewa na bwana yake, akawa anafanya kazi nje, tuseme alikuwa Qatar. Sasa na wakaenda na my daughter, hii mama ya Grace, wakakaa Qatar 1 year. Grace kalienda na ndege kakiwa 3 years. Ndio kaliwekwa ndege, sio kama mzigo lakini kalikuwa na mdomo kubwa. Kalikuwa naongea na yule walikuwa naenda naye. Sasa that child, huyu alisikia ushuhuda wake. Alisema ni sababu ya Mungu. Because Mungu alimsaidia, akapita vizuri sana form 4. Akawa na akachukuliwa kufanya medicine, kufanya muhula moja. Akapata scholarship ya kwenda USA. Akiwa amelipiwa kila kitu. Thanksgiving hour huyu ndiye alikuwa MC. Kalikuwa nasema ni sababu ya nani? Sio kukaa hako na hekima. Kalisema ni sababu ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe sana. So what I am telling you, niliona naongea na a lot of authority. Alright? Sababu sasa nimeona mpaka wale wananiita nini? Tunawaita what do you call them? Grandchildren. Wajukuu. Wajukuu wangu. Wajukuu wangu naona bado wanapata kitu ya kukula. Na wanataka kukuja kwangu. Sio sababu niko na mashamba, sio ati niko na duka. Ni sababu ile promise, ile agano ya Mungu. Akasema ukiwa righteous, watoto wako. Tulisema hii sio personal. Sio yako peke yako. Hii provision ni generational. Atapatia mpaka watoto wako. Hata watoto wa watoto wako. So my gospel, hata kama vile alisema sina mdomo kubwa, hiyo ni ya kusikizana. We listen together. Sasa jameni, Mungu kama huyo tumuache? Bwana asifiwe. Siongei mambo ya watu wengine. Mimi naongea mimi vile tumefanya nini? Tumetembea naye. Hata tuseme hata mtu kusema ile by the grace of God, where I serve God, ni kuona I am still strong. Kama naweza kulala na missionaries, kama naweza kuja revival, naweza lala kwa kesha. Sasa hiyo nguvu kweli naweza kumpea shetani? Na nyinyi sasa wakati huu inasemekana mko wachanga, mko na mdomo kubwa ile ya kukemea. Si tumtumikie Bwana. Tusijaribu kurudi nyuma. Mimi niwaambia wokovu ni kitu kizuri sana. Wokovu unaheshimika. Imagine at my age, kama nilikuwa mtu ya hii nini? Hii pombe ya nini? Haramu. Ningekuwa na manga. Ningekuwa nikisumbua watu ati nikombolewe. Imagine nikiwa nimeisha. That's why mimi sikuwa na kitu kingine for Deliverance Church. Siku nyingine tutaongea na mdomo kubwa, lakini today nilitaka we listen together. Tujue ile benefits ziko ndani ya huyu Mungu ambaye tunatumikia. Okay? I used to go mikutano ya Teresia wa Irimo. Wakati alikuwa anaitwa Nilson. Nilikuwa naenda weekend challenge yake, naenda huko Desai Memorial Hall, naenda City Hall. Na saa hiyo because unajua mambo mazuri yanakuja vile unazeeka.
alikuwa na speakers. Huyo Teresia unasikia nao ako na ile kanisa kubwa sana. Ilikuwa kanachukuliwa haka unasikia huu. Haikuwa mpaka siku moja nikasema Mungu hawa wakitengeneza harambee kama vile mmesikia mnanunua plot na mnatengenezea hii. Nikaanza kusema hawa wakiwa na harambee ya kununua vyombo, mimi naweza kuja ni participate. Hata kama nilitoa 300 najua nilitoa. Alafu nikaanza kuuliza Mungu, huwezi kunanipatia? Nilikuwa nasema kama naweza kuwini charity. You know hiyo charity ndio ilikuwa pesa mingi 300,000. Because sikuwa naona matumaini mengine. But even without the charity, I know by the grace of God, kuna wakati nilisimama mahali na nikatoa 100. Na sikusweat. Na sikuenda bila mkate ya watoto. Sababu ya nani? Ya Mungu. You don't need charity. Ukiwa na Mungu ni abariki ile kazi unafanya. Nimeangalia hii kanisa, this one here. Nimeangalia wale watoto nimeona hapa. Nikaona iko na future. Na najua tukija hapa another 5 years tutakuwa tunabomoa nini? Maybe hapa ndio itakuwa hii hapa. Alafu inaendelea huko. Bwana asifiwe sana. Because huyo Mungu ambaye tunamtumikia ni Mungu wa ajabu. Uzuri wangu nikimalizia nasimama. I stop sababu naona kuna katoto kengine walienda ka Sunday school, walienda kanisani mahali na baba yake. Kukahubiriwa katoto kakarara. Sasa ile kaliamuka hivi, kakauliza baba yake, mhubiri has he not finished? Baba yake akamwambia, he finished but he has not stopped. Sasa mimi nielezee kwa Kiswahili, nasema mbaba alienda mahali kwa mkutano na mtoto wake mdogo. Mtoto akasikwa na nini? Na usingizi, akalala. Alipoamuka akakuta mhubiri bado anaendelea. Akauliza babake, baba, mbona huyu haja kumalizia kuhubiri? Baba akamwambia alimaliza kitambo lakini hajasimama. Uzuri wangu sasa mimi ikiisha nafanyanga nini? Nasimama. Lakini kabla hatujasimama tuangalie Lamentations. Yaani tupige muhuri hiyo mambo yote. Lamentation 3 mstari wa 22 mpaka wa 23. Yenyewe inasema, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Bwana asifiwe sana. Kama Henry alikuwa na kalimani najua angesema vizuri sana, lakini hii upendo wa Mungu. Mstari ebu angalia Lamentation 3 chapter 3 verse 22 inasemaje? Endelea hiyo basi nyingine. Mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu. Okay, Kiswahili saa nyingine kinapotezanga sababu hapa inasema the steadfast love, upendo wa Mungu haukomi kabisa, haiishi. Alafu inasema hata huruma zake hazina mwisho. Okay? Na anasema inakaanga ikiwa mpya kama kila asubuhi. Na inasemekana uaminifu wake ni wa milele. Bwana asifiwe sana.
Nimewa promise ati ni ujumbe ikiisha nitafanya nini? Nitakatisha. Na namshukuru Bwana. Bwana asifiwe sana. Na kati yetu najua kuna wale watu walikuwa wamekufa moyo. I'm in a ministry ya deliverance. Our bishop yeye ni mtu ya deliverance. Na washirika wengine huko ni wale walikuwa na kamba wakienda kujiweka nini? Kamba kwa shingoni, wakasema wacha niingie kwanza kwa hapa kanisa nitubu dhambi sasa ili niende express Tuna watu kama hao wengi sana ambao wamekuwa wakitaka kujitia nini kamba wakufe sababu ya kukosa tumaini. Tuseme mmoja wetu alikuwa amesikia inawe kulingana na vile nimeongea, ukasikia ni kama ulikuwa unapoteza tumaini. Ni kazi ulitaka, ni hiki ulikuwa unakitaka, lakini ulikuwa unaona kama unashindwa, kama unaona umemngojea Mungu sana lakini hajafika, lakini amekawia. Ningetaka tuombe pamoja, yani tumrudie huyo Mungu wangu, sababu yeye ni mwaminifu.